Swali la kwanza linasema hivi. Cyambere kiravuga ngo mimi nina mume wangu tumeokoka. Umugabo wanje turakijijwe. Tena ni watumishi wa Mungu. Kandi turabakozi b'Imana. Sasa mume wangu ananipenda, ananiheshimu. Umugabo wanje arankunda kananyubaha. Lakini kuingia Kanani huwa haingii. Ariko Kanani ntashikayo. Kama miezi miwili sasa. Amezi abiri araheze. Kisa kazi ya Mungu, inzitwazo ngo bikorwa by'Imana, kazi za maisha, bikorwa by'ubuzima. Kila akija amechoka. Ukaje ngo ararushe. Anadai we ni mke wangu haisumbui. Akavuga ngo umugore wanje ntubwora. Na mimi huku ninasumbuka. Kandi nanje ngaha bingoye. Na tunaambiwa tuwaheshimu waume zetu. Tukanabwirwa ngo twubaha abagabo bacu. Nitafanya nini? Mwili unanisumbua. No bigenza gute kumubiri ungoye? Kuna kesi moja tulisuluhisha. Hari kintu kimwe ikibazo kimwe twakemuye. Ya mpendwa moja aliyeokoka. Umukundu mwakijijwe. Alipookoka tu. Igihe yakizwa. Akajitenga na mke wake. Acha yitandukanya n'umugore wiwe. Akatafuta chumba chake kingine. Arondera ikindi chumba. Akasema sisi tuliokoka haturuhusiwi kutenda dhambi. Aravuga ngo twe turakijijwe nitwemere gukora icyaha. Wapendwa, tendo la ndoa sio dhambi. Bakundwa, amabanga yabubatse si icyaha. Tendo la ndoa kwenye ndoa ndio penyewe. Amabanga yabubatse ni mu rugo nyene. Nje ya ndoa ndio vibaya. Hanze y'urugo niho bibi. Kuna wanaume walioishiwa betri. Hariho abagabo amapire yaheze. Hawafanyi sawa sawa kwa wake zao. Ntibabitunganya neza ku bagore babo. Kwa kisingizio cha kiroho. Bakitwaza iby'imhemu. Lakini mimi naomba tu niseme ukweli. Aha bisaba ko tuvuga ukuri. Kama miezi inapita jamaa anasema niko busy na kazi ya Mungu. Nimba jewe nitwararika isije ikawa amejitafutia kakondoo mahali. Nibibe bitume yironderera kakondoo. Asije akawa amepata kakondoo mahali ndiko nakomalizia shida zake. Nabe yarironderera ko ku ruhande kamumarira ibibazo. Kwa sababu kuwa mchungaji hakumaanishi kuba umwungere nibisobanura kwamba unashinda kufanya wajibu wako kwa mke wako. Ko wonanirwa gukora imyitwarariko y'umugore wawe. Ukiwa nyumbani ni mke. Uri mu rugo n'umugore. Akiwa kanisani ni muumini. Yaba mu rushengero n'umuvuga. Kwa hiyo akiwa nyumbani apate haki zake kama mke. Ari mu rugo aronka uburenganzira bwiwe nk'umugore. Usijifanye wa kiroho sana kiasi kwamba unashindwa kutimiza majukumu. Ni wigiriwe mu muhemu cyane unanirwe gushitsa. Timiza majukumu ya familia kama kawaida. Shitsi by'urugo nkuko bisanzwe. Kama uko hapa mchungaji, wewe ndio waliokuandikia hili swali. Nimburi ngaho uri umwungere ari wewe bandika ikibazo. Kwanza leo kajitume kafanye kazi mwenzako afurahi. Uyu munsi genda ukora ico gikorwa mugenzi wawe aryoherwe. Ndio kuna wakati unaweza ukasema niko kwenye mfungo. Hari gishobora kuvuga ndi mu masengesho. Lakini si una siku maalumu. Ariko ni hari kwa mnafunga siku 2 siku 3. Gafunga iminsi 2-3. Alafu baadaye unaendelea. Hanyuma yao ukabandanya. Sasa wewe wakati wote tu. Noni gihe cyose. Kama kuna tatizo mwambie mke wako. Nimba hari ikibazo bwira umufasha wawe. Nimeshapoteza hizi nguvu hazipo tufanyeje. Inkomezi nazo nkigira. Lakini usisingizie kwamba ni kazi ya Mungu kumbe nguvu zimepotea. Ariko ntubeshere igikorwa cy'Imana. Mwambie ukweli kama nguvu zimepotea. Mubwiza ukuri ko igikorwa cyataka. Maana wakati mwingine sukari inamalizaga nguvu za kiume. Abandi sukari irarangiza inkomezi z'ikigabo. Kwa mwambie ukweli. Mubwiza ukuri kuliko kusingizia kazi ya Mungu. Akubeshere igikorwa cy'Imana. Amen. Amen. Swali lingine. Kindi kibazo. Mume wangu tumefunga pingu za maisha. Mugabo wanje twarubakanye. Lakini tena ana familia na mimi pia nina familia. Kandi afite umuryango nanje ndawufise. Ila ana tatizo. Ariko afite kibazo. Kila mbele tufanye mradi lazima aulize familia yake. Mbere yuko dukora imigambi abanza kubaza umuryango wiwe. Wala mama yake. Chanka baza mama wiwe. Au wadada zake. Chanka kabaza bagenzi biwe. Na wao wakikataa. Kandi bamwankiye. Hawezi akafanya hata mimi nikikubali. Ntacho akora naho no vyemera jewe. Nimechoka nifanye nini? Ndarushe none se nkoriki. Unajua. Urazi. Kuna wanaume tunawaita watoto wa mama. Harabagabo twita abana baba nyina. Yani umewahi kukutana na mwanaume ambaye alipendwa sana na mama yake. Uramaze guhura n'umugabo akuzwe cyane na nyina. Arafu akaoa. Hamararongora. Huyu mwanaume. Huyu mugabo. Yani mke uwe mvumilivu tu. Nukuvuga mugore ihangane. Kwa sababu wakati wote atapenda kumshirikisha mama yake.
kuko igihe cyose abaza nyina. Yani kila jambo mama. Ikintu cyose mama. Yani kuna jambo moja mbili tatu mama. Ikintu kimwe bibiri bitatu mama. Hatukichelewesha chakula mama. Gushusha ibyo kurya mama. Eti mpaka sasa chakula hakijaiva. Nubinja nizira. Unashangaa mama mko anakupigia we. Ugatangana nyoko bukagutelefone we. Eti chakula hakijaiva mpaka leo. Nurahisha gushikubu. Yani mtoto wa mama. Nukuvuga umwana wa mama. Ndio ambao hawezi kufanya jambo lolote mpaka mshirikishe mama. Nacho yokora tarinze kubaza mama. Hata kipata hera mama nishikie. Naho yoronka amafaranga mama mfatira. Akitaka kufanya jambo mama unatushaurije. Ashaka kugira icyakora mama ni kama umeolewa na mtoto wa mama. Nimba wararongoye n'umwana wa mama. Basi uvumilie tu maana ni mtoto wa mama. Ahangane nk'umwana wa mama. Hakuna sababu ya kuondoka hapo wala kufanyaje. Na mambo yo kuvamo endelea kuongea naye polepole na kumwelewesha polepole. Bandanya umuganiriza umutahu. Kwa sababu wanaume wa namna hiyo akili yote na imekamatwa iko nyumbani kwao. Kuko umugabo bose bafise ubwenge bwo endelea tu kwenda naye polepole, usimfanyie fujo. Bandanya nawe gahoro gahoro ntutera induru. Kwa sababu ulibahatika kuolewa na mtoto wa mama. Kuko wakiza amahigo yo kurongorwa n'umwana wa mama. Haya. Swali lingine ni hili. Ikindi kibazo ni iki. Tumeanza maisha na mume wangu. Twatanguye ubuzima n'umugabo wanje. Wale ambao wanataka kuuliza live wapange mstari hapa. Abashaka kubaza nibaze ngahe. Ambao wao hawaogopi wanaweza kuuliza hivi. Boni batinya barashobora kubaza mugaragaro. Ili tujue wako wangapi. Nikimaliza wanafuata. Nina heza bacha bakurikira. Haya, uliza swali lingine hilo. Wakati nyewe mnaotaka kuuliza msimame hapa. Mwe mushaka kubaza ikibazo ni muze ngaho imbere. Tujibu kwa ufupi ili tuondoke. Turabishura mu ncamake tugende. Swali lingine. Kindi kibazo. Tumeanza maisha na mume wangu. Twatanguye ubuzima n'umugabo wanje. Tukiwa na maisha ya chini kabisa. Dufise ubuzima bwo hasi pe. Lakini kwa neema tumepata pesa. Ariko kubw'ubuntu turonka amafaranga. Mume wangu tukashirikiana kwamba tununue viwanja. Umugabo wanje turemezanya ko tugura ikibanza. Lakini siku ya kwenda kununua kiwanja hakunishirikisha. Ariko umunsi wo kuja kugura ikibanza ntiyambwiye. Wala sikujua aliko kwenda. Sinigeze menya naho yagiye. Tena sikuandikwa. Kandi sinanahamagawe. Na sikujua kimenunuliwa wapi. Sinanamenye naho yaguze. Ameshirikisha tu marafiki zake na ndugu zake na watoto wake. Amenyesha inshuti ze n'abavandimwe n'abana biwe. Wakati nilipojua maze kubimenya nikamuuliza, ndamubaza, akasema wewe hayakuhusu. Acambwira ngo wewe ntibikuraba, na huku pesa tulitafuta wote kandi amafaranga twarayaronderanye. Moyo unauma, nifanye je? Umutima kubabaye bigenze gute? Ndo ile point niliongea. Nico nyene navuze kwamba dharau kwenye familia sio nzuri. Agasuzuguro mu muryango si keza. Niliongea pia mambo ya kushirikishana matumizi ya pesa. Navuze ibintu byo kumenyeshana mu vyerekeye amafaranga. Uwe muwazi kwenye matumizi ya fedha. Ni ukuvuga mu gukoresha amafaranga uvushire ku mugaragaro. Wanaume tulishaambiana kwenye semina yetu. Abagabo ni babimenye muri seminere yacu kwamba usipomshirikisha mke wako vitu unavyovifanya, nukuvuga yuko utamenyesheje umugore wawe ivyo ukora, atatafasiri kwamba unamdharau na humheshimu. Acha isobanura ko mutamwubaha. Tukasema angalau basi kuwe na asilimia kadhaa hivi ajue kitu unachokifanya. Turavuga basi wihangane wigore amenye icyo ukora. Kwani kununua uwanja ni uchawi? Kugura ikibanza n'uburozi. Paka umfiche mwenzako. Paka kugeza ho nyegeza mugenzi wako. Kufanya biashara ni shida gani? Gukora urudandazwa ni kihe kibazo? Paka uwezi kumshirikisha mwenzako. Kugeza ho nyegeza mugenzi wako. Kwa hiyo nafikiri ndio faida ya semina hizi. Kubw'ivyo nibaza yuko arizo nyungu ya hizi nganda. Tunakumbushana mambo ambayo wenzetu wanaumia. Tukibutsanya ivyo bagenzi bacu bababaye. Kwa hiyo wababa tuwashirikishe wake zetu. Kubw'ivyo bapapa tumenyesha abagore bacu migambi yose dukora ili tuweze kufanikiwa vizuri, kugira ngo turoranirwe neza. Amen. Amen. Swali lingine linakuja. Ikindi gikurikira. Umetuambia tuheshimu waume zetu. Ni kwa ile mafundisho iliyopita. Mwatugiye tubaha abagabo bacu. Lakini mimi nina kazi na mume wangu pia ana kazi. Je, mfise akazi n'umugabo aragafise. Ameniamrisha pesa zote niwe naweka hapo. Yanegeze ngo mahera yose nze ndayashiraho.
lakini yeye pesa zake sizioni, ariko wayiwiwe sindayabona na sijui zinako kwenda, kandi sinzi nahaja. lakini mimi nimekubali kuwa muwazi kwake na nikampa hizo pesa. Mshahara wangu wote anaujua, ariko je niyemeje kuyamuha yose kandi umushahara wanje wose arawuzi. ila ikifika muda wa matumizi nikimwomba pesa kwa ajili ya matumizi ananinyima. Ariko hageze yuko nkoresha amafaranga ndamusavye aranyima. Ananiambia sina mamlaka, yeye ndiye kichwa cha nyumba. Akambwira ngo nta bubasha mfise niwe mutwe w'urugo. Nimeamua mshahara wangu kuficha na mimi sitorudi kumuonesha nafanya makosa. Nanje nahisemo kunyegeza, sinzomwerekana koza makosa. Nafikiri ndo lile tulizungumza kwamba mambo ya fedha watu mnapaswa kuyaweka wazi. Niyo bya bindi twavuze ko iby'amafaranga tushire kumugaragara. Mtapata pesa zenu na kuzitumia. Muko ronsa mahera yanyu no kuyakoresha. Zisilete mtafaruku kwenye familia. Kugira ngo amahera ntaje mu kwenye kipengele cha fedha nafikiri nilielezea mambo haya. Nibaza kuvyerekea amafaranga narabivuzeko. Mwekane wazi. Kuvuga mushire kwa sababu nyie ni mwili mmoja. Mwebwe muri umubiri umwe. Mufanye mambo yenu kwa pamoja. Mubikorere hamwe. Kwa sababu kumficha mwenzio kuko kunyegeza mugenzi wawe. Alafu wewe unataka kutumia pesa za kwake. Hama woga shaka gukoresha mahera yiwe. Unaendelea kutengeneza kitu cha tofauti kwenye maisha yake. Urabandanya gukora ikintu kibi ku buzima bwiwe. Leo ameanza na kuficha mshahara. Uyu munsi yatanguye kunyegeza mshahara. Kesho atajenga nyumba wewe bila kujua. Ejo azubaka inzu utazi. Kesho kutwa atahama kabisa na kwenda kwenye nyumba yake. Ija ejo azimuka nuzomenya aho yari. Ili msifike huko tuyaweke mambo yetu vizuri. Kugira ngo udashika hiyo hose tubishire neza. Mambo ya pesa. By'amafaranga. Ili mkae kwa amani kwenye familia. Kugira ngo tubeho mu mahoro mu miryango. Amen. Amen. Leo unauliza leo. Ninauliza. Haya uliza. Wakati huo na wewe unasogea. Ninauliza. Ndabaza. Nimeolewa. Ndarongowe. Ndio tunajua. Na mume wangu yuko hapa kwenye semina. Tunamfahamu. Umugabo wanje ari ngaha muri semine. Lakini hatusali kanisa moja. Ariko nidusengera mu rusengero rumwe. Na mimi ni mtumishi wa Mungu ndani ya hili kanisa. Nanje ndi umukozi w'Imana muri urushengero. Na wakati tulipokuwa wachumba alijua niko mtumishi wa Mungu. Kandi igihe twari aturoreshanya nari umukozi w'Imana. Aliponifikisha nyumbani kwake, anshikanye mu rugo rwiwe, amenilazimisha nitoke katika kanisa langu nimkutane kwenye kanisa lake. Yasabye komba aho nasengera nze aho asengera. Na mimi kwa vile ninamheshimu nimekubali nimemkutana. Lero ndamwubaha nca ndabikora. Lakini nilipofika kule nakuta huduma ambayo ninayo ni tofauti. Sina ile huduma. Lazima nirudi kufanya kazi mahali nilipokuwa. Ariko ngeza aho nsanga igikorwa nakoraga nta kiriho ni ngombwa subire aho nakusengeraga. Tumeambiwa kuheshimu, tumeambiwa tunapenda na ndio maana tumeenda kule. Sasa kule siridhiki. Nitafanyaje? Nimuache kule mwenyewe au nirudi kwa kanisa langu au nifanyeje? Twabwiwe kubaha hari yasinyugwa none garuke. Umeuliza swali kama swali au umetolea mfano? Swali kama swali. Ndio. Yaani ndio uhalisia wa maisha yako. Ndio. Si uhalisi wangu binafsi. Kwa umetunga? Hapana, nimeuliza swali la mtu fulani ambaye hawezi sasa ungesema kuna mtu. Mimi nitaka nikakae naye. Kwa sababu ni rafiki yangu namfahamu. Mume wangu tunasali wote hapa. Okay, tubu dhambi ya kusema uongo. Sasa sasa iko hivi. Nauliza swali la mtu mwingine si mimi. Nimelivaa kama kibazo chundi na mwambaye nkanje. Umeliweka vizuri sasa. Wachize neza. Ni vizuri wanandoa kusali pamoja. Ni byiza kwa bubakanye basenga hamwe. Inapendeza zaidi. Birabereye cyane. Kwa sababu mipango yenu yote mtaifanya kwa pamoja. Kuko imigambi yanyu muyikorera hamwe. Lakini kama unaona mahali uliko kipawa chako kinakufa, ariko iyo ubona yuko ingabire yawe aho uripfuye, fanya tu namna yoyote ile ya kukikuza kipawa chako, kwa sababu kora uko ushoboye kugira ngo ugikuze. Kuko mume wako akikuruhusu uje ukikuze kipawa chako kwenye kanisa lako la mwanzo, umugabo wawe akwemereye nguze kugikuze mu ishengero ryawe rya mbere, kwa sababu hayo ni mapatano yenu, sisi hatuwezi kuingilia. Iyo ni myumvikane yanyu, tweni twobijamo. Lakini lengo la mafundisho haya tunataka amani iwepo kwenye ndoa. Ariko intumbero hizi nyigisho nuko habaho amahoro mu ngo. Kama hilo la kuhama kanisa likavuruga ndoa yako, niba icyo cyo kwimuka urushengero cyose amburugo, wewe huji kuolewa na hilo kanisa lako la mwanzo. Wewe ntuje kurongorwa n'ishengero ryawe rya mbere. Mume wako ni yeye yule. Umugabo wawe nuriya. Ongea tu naye vizuri. Vugana nawe neza. Kama pia na yeye angeweza kuja hata huko kwako, kwani kuna shida gani?
nimba nawe yoshobora kuza aho Kikubwa usengera tunataka maelewano na mapatano katikati yenu, igikuru turashaka ko mwumvikana ili muishi kwa amani, kugira ngo mubeho mu mahoro. Na kama Mungu amekiweka kipawa ndani yako, kandi niba Imana yashize ingabire muri wewe, ndio ninajua kuna makanisa ni ngumu kupractice kipawa kilicho ndani yako, ndazi ko hari abashengero agoye yuko yo practice, lakini fanya namna yoyote uliweke vizuri, ariko gira uko ushoboye ubigeneza, ili lisilete shida kwa mume wako, kugira ngo bitazana ikibazo ku mugabo wawe. Ulimalize vizuri. Kama nakuruhusu kuja huku, kama ulikuwa mwimbaji huku na nafasi ya kuimba, muheze neza nimba waruyibaga nafasi ya kuhubiri unapewa, ufise aho uhora uvuga ubutumwa, basi mume wako akikuruhusu haina shida. umugabo wakwemeye nta kibazo. Unaweza mkawa wakati mwingine mnakuja wote mnafanya ibada huku mnafanya kule murashobora kuza ariko nari lengo letu hasa na mafundisho haya ni ndoa iwe na amani. Intumbero yacu izi nyigisho nukugira ngo ingo zigira amahoro. Mambo yote kwa mapatano na makubaliano. Mukora ibintu byose muhuje mwumvikana. Msianzishe fujo, nimuzani ntambara ambayo ikasambaratisha ndoa yenu, zotuma urugo rwanyu. Hiyo ndio lengo hasa letu. Hiyo niyo ntumbero yacu. Amen. Amen. Asante. Umemaliza kumuulizia? Shalom, shalom. Shalom. Mimi ni mtu ambaye amenituma, yuko online. Yuko online? Ndio, hayuko mwa hii nchi. Yewe n'umuntu yantumye atari muri iki gihugu. Ni baba ambaye amenituma. N'umupapa yantumye. Huyo baba ameanza na mke wake, wanapendana, ule upendo wa juu. Ya mpapa yatanguye akundana n'umugore w'urukundo rwo hejuru. Wote wanaokoka. Bose barakijijwe. Akamuoa. Aramurongora. Alipomuoa, amurongoye, Mungu akawasaidia wakapata pesa. Imana irabafasha baronka amafaranga. Baba kwa kutaneko na pesa zake. Kuburyo afite amahera yiwe. Alipoana na uwo mke wakapata pesa zaidi. Baronka yarenze. Sasa hizo pesa baba kaanza kuwa na mipango sasa fulani. Ayo mafaranga umupapa atangura kugira imigambi runaka. Ya kuuza kiwanja. Yo kugura ikibanza. Kuuza na kununua na gari. Kugura imodoka. Kununua kiwanja na kununua na gari. Akagura ikibanza n'imodoka. Alipokuwa akiwa na mipangilio kama hiyo, afisi imigambi nk'iyo, amegundua yasanze ya kwamba huo mwanamke, uyo mugore hakukuja kwa upendo, ataje mu rukundo, amekuja kubora mali yake, yaje kugira ngo yonone ubutunzi bwiwe. Sasa huyo baba nauliza, uyo mpapa arabaza, je, atakaponunua hicho kiwanja, mbega ni agura hicho kibanza, amtie huyo mke wake, amtie jina la mke wake kwa hicho kiwanja, ashire ko izina ry'uyo mugore wo kuri ico kibanza. Atakaponunua hiyo gari, ni agura iyo modoka, na ingine mipangilio ambayo iko nayo uko mbele, n'iyindi migambi myinshi afise. Je, amtie ko mke wake, mbega ashire ko umugore wiwe, na huko alishagundua kwamba hakukuja kwa sababu anampenda, kandi yarasanze yuko atazanye nuko amukunze, amekuja njoo kumubora mali yake, yaje kugira ngo yayishe ivyiwe. Ndio. Okay, lakini mimi nafikiri huyu baba na hofu tu ambazo hata hazina ushahidi. Kwa sababu unapomhisi, unajua nayo ni mbaya kwenye ndoa kumuhisi mwenzio kuwa mwizi, ni bibi kuwa mporaji, kuwa amekuja kupora, nikinunua hiki. Basi afanye hivi, basi abigenze uko kwenye kile kiwanja anaponunua. Muri ico kibanza yaguze. Siku hizi kuna sheria mpya ambazo nchi mbalimbali wametunga. Mu bihugu byinshi hari munaandikisha uwanja kwa majina yote mawili. Muraandikisha iyo anza muri majina kwake. Kwa hiyo huyu hawezi kukipora kwa sababu na yeye jina lake la mume liko pale. Huyu nashobora kupiga kuko uandikishe kwa majina yote mangapi? Nimba ari modoka zibiri waandikishe kwa majina. Lakini na wasiwasi, ingawa siwezi kumsemea, lakini huenda kumuita mke wako hakuja kwa nia nzuri, alikuja kwa kupora. Kwani huyu baba alikuwa na hela kabla hajana nani huyu? Ndiye alikuwa na pesa zake. Alikuwa na hela zake. Na amepora ngapi huyu mama mpaka sasa? Ayampora, ila amegundua kwenye. Hapana, huyu baba mwambie tu, mwambie usimuhisi vibaya. Sawa. Angekuwa mtu wa kupora angempora tayari. Kwa kila anacho anunua aandikishe majina. Icho aguze cyose yandikisha amazina abiri. Asimwamini kumwandikisha peke yake kwa sababu tayari ana mashaka naye. Namwandike wenyene kuko yaramwikeye. Lakini mwambie ajenge imani kwa mke wake. Ariko abwire ngo yubake. Hata kama aliona tudalili fulani. Naho yaba yabonye utuntu. Wanawake wakati mwingine na wao wanapenda kuwa na tohera tu kumiliki na yeye pia. Lakini hana lengo baya. Si angekuwa alishamnywesha na sumu alimuua zamani. Kwa hiyo awe na amani, ila kwenye mnani kule uandikishe majina yote. Agira mahoro bandikisha mazina yose. Icha kabiri la huyo baba au la kwako? Ni watu ambao nimepatia mwaliko uko nje ya nchi. Abantu natuma maswali zao. Barungi kibibazo. Mwingine wa pili, wa kabiri ni mama ambaye amenituma, usa ni mama. Numu mama yanumi.
Mama anasema kwamba aravuga ngo tangu alipoolewa na mume wake amaze kurongorwa n'umugabo wiwe mume hataki kufanya kazi, umugabo nashaka gukora. Anasema kwamba yeye anapenda kazi ya Mungu tu, avuga ngo wakunda igikorwa cy'Imana gusa, hataki kufanya kazi ingine ya mwili waweze kujisongesha mbele kimaisha. Nashaka gukora ibikorwa ngo bateri imbere, yeye atafanya kazi ya Mungu tu, akorera Imana gusa. Sasa maisha iko naendeka vibaya, rero ubuzima buri kugenda nabi. Kila mara anapomshauri mume wake atafute kazi, igihe cyose umugore abwiye umugabo arondera kazi, mume anakataa, anasema yeye ni kichwa cha nyumba, lazima amutii, hata fanya kazi. Akavuga ngo numutwe w'urugo ngo nigomba mumvire. Sasa huyo mama utamsaidia nini na huyo babu utamsaidia nini? None wo bafashiki. Labda nianze na huyo baba Eka mpere kuri uyo mupapa, kwa sababu ni mwanaume mwenzangu, kwa ari umugabo mugenzanje. Tunafanya hizi huduma, dukora ibikorwa, lakini pia lazima ujiongeze. Ariko ni ngombwa wiyongere. Mimi si mnaona mimi nahubiri nazunguka duniani kote, nimubona ko nzunguruka isi yose, lakini bado niko na kazi zangu za mikono. Jewe mu rugo ndafise ibikorwa byo muhira, bado niko na biashara zangu, visi bidandazwa, bado turalima, bado tuko na mashamba, dufise amatongo. Kwa sababu Paulo alikuwa mhubiri mzuri sana, kwa Paulo yari umubwiriza butumwa mwiza, lakini pamoja na kuhubiri, ariko hamwe no kubwiriza ubutumwa, alikuwa anashona mahema, yashona mahema, alikuwa na matenti anauza, yaragurisha matanga. Sasa kama Paulo mhubiri wa injili, rero ni muri muvuga butumwa, alishona matenti, niba hariho wewe ndio unahubiri injili gani ambayo huwezi kuwa na kitu chochote? Kubera iki wewe ubwiriza utokira na kimwe? Kandi hiyo kazi unayoifanya ya Mungu inakulipa kwa kiasi gani? Icho gikorwa ukorera Imana kama hiyo kazi ya Mungu inakulipa kwa kiasi kikubwa mpaka unaweza mahitaji ya familia, nimba kikuriha amahera menshi ku buryo haza urugo, sawa, fanya bikore, ila kuna hatari, ariko harakaga, kwa sababu hii kazi zetu sisi hizi za wachungaji, kuko ibikorwa byacu twebwe abungere, ni kazi ambazo tunapita kwenye danger zone, ni ibikorwa duca, ukikosea duca ubuze gato, wanaweza kukutimua usiwe na kitu cha kufanya, barashobora kugutahanze, wanaweza hata wakakusingizia tu kwamba huyu anatembea na huyu, kukubeshera tu yagendana n'uyu, anafanya uzinzi na huyu, arasambana n'uyu, unajaribu kujitetea, wanasema kweli, wagira ngo kwivugira ngo alafu wakakuondoa kanisani, haba bakagusohora mu rusengero, au huduma yako ikaanza kukataliwa, changi gikorwa cyawe kigahera, mwisho ukajikuta huna cha kufanya. Munyu mukisanga na ndio maana hata tunapofanya kazi kanisani, naho dukora ibikorwa mu rusengero, mchungaji hakikisha unakashughuli kengine pembeni, ngongere emeza ufisi kindi kintu hanze, kama unapata tu sadaka tuwe tunasaidia kuimarisha biashara nyingine, niba ushaka kutodushikana tuze turafasha kundi mambo ya kanisani yakivurugika uwe na mahali pa kushika, kugira ngo ivyo mu rushengero bisambutse. Kwa hiyo kuwa mhubiri akumaanishi usiwe na shughuli na miradi. Kuba muvuga butumwa nibivuga yuko tugira dukora, alishona mahema, Paulo yashonya mahema, kwa hiyo lazima uwe na mahema yako, ubwivyo nawe ugira mahema yako. Lakini huyu mama pia tunamshauri na yeye, ariko uyu mumama nawe duhanura kwamba asipaniki wala kumgasigasi huyu, nta mubuza amahoro uyu, amweleze tu kwa upendo, amubwize mu rukundo. Najua yule mchungaji ana marafiki pia, ndazi uwo mwungera ambao ni marafiki wa familia yao, arabona abagenzi b'umuryango, washirikishe hata hao pia, babwire nabo, kama jamani, mshaurini huyu hapa, mumubwire mutimuhanuru uyu, ili awe na shughuli ya kufanya, kwa sababu sasa yeye anasema kazi ya Mungu, lakini hatuoni anachokifanya hapa. Waravuga igikorwa cy'Imana ariko nacyo tubona. tubona. Wote wa familia umenilemea mimi. Udero umuryango uremereje. Ni vizuri kumsii mume wake aanze kufanya kazi. Yiza nugusaba umugabo we agatangura gukora. Na kama wanafuatilia haya mafundisho, kandi niba ukurikirana izo nyigisho, anaweza kushare na kwenye simu ya mume wake asikilize tulichosema. Arashobora gupartager ku telefone y'umugabo we akabyumva. Ili aponywe kupitia mafundisho haya. Kugira ngo akire biciye muri izi nyigisho. Tunayarusha live kwenye mitandao. Nico gituma tubirungika live. Wasiokuja kanisani wapone huko kwenye mitandao. Abataza mu rusengero bakiriri yo bari. Sasa ndo mnaanza kuelewa niliposema familia nyingi ziko kwenye mateso. Niyo mpamvu tanguye gutahura impamvu mvuga imiryango myinshi iri mu bibazo. Amen. Tupe swali la mwisho. Shalom, shalom. Shalom. Nami nina swali kwa ajili ya rafiki yangu. Naje mfite kibazo kuchereke mugenzi wanje. Wakati alipooana na mume wake dadi, igihe yarongerana n'umugabo wiwe, alikuwa kwenye maisha ya chini. Yari mu buzima bwo hasi. Wakati alipofanyikiwa, aroraniwe, mama ndo ana sauti. Mama niwe ari hejuru. Watoto wake wote abana biwe bose wanapokuwa katika maisha ya chini, igihe bari mu buzima bwo hasi. Jamani, tulisema wenye maswali mpite ili tujue ni wangapi. Tunapowaza kukaribia kumaliza, unapokuja
unawavunja moyo wale watu ambao walifikiri tutatoka. Abafite ibibazo nibaze bose bihuse. Kwa hiyo tumalize na hawa. Watoto wake wote wanapokuwa maisha ya chini. Abana biwe bose bari mu buzima bwo hasi. Mama mkwe hana cha kusema. Mama we mpole kabisa, mpole, mtaratibu. Waratuje na chavuze. Wanapotufanikiwa, ariko iyo baroraniwe, mama anasimamisha kichwa. Mama chaduza umutwe. Yani yeye ni kuachanisha. Nukuvuga we nugutandukana. Mama mkwe au mke wake? Mama mkwe. Ameingilia ile ndoa. Anaingilia anatawala zile mali zao. Anataka kuimaliza sababu watoto wake wameshakuwa na pesa. Watoto wake wote wameshaachana na wake zao. Abana biwe bose baramaze gutandukanya n'abana babo. Huyu mama huyu. Kubera nyirabukwe. Sasa huyo rafiki yangu baba na uyo mugenzi wanje ndabaza kibazo agira ate. Sasa hilo ni kesi kubwa. Rero kibazo gigoye. Rafiki yako kamwambie hivi. Uyo mugenzi wawe amubwire ngo mchungaji amekushauri hivi. Umwongere atuhane. Huyo mama mmemzoeza, mmemlea. Uyo mama mwana mumenyereye mwana mugezi. Mwambie mama kama kuna watu walikimbia waume zao. Muge mama tunibara bantu. Si jewe. Mimi hapa hatoki mtu. Jenga anahomva. Hapa nimeshafika ndio nyumbani. Aha narashitse ni mugwanje. Kama kuna wenzangu waliogopa walikimbia, mimi sikuogopi. Imba harabandi bagu. Madam mume wangu ananipenda. N'umugabo wanje arangu. Sitoki hapa nyumbani. Simva ngaha ni muhira. Unajua shida wanamlea akisema kibazo navuga ngo wanaondoka achayiruka wanaenda. Sasa daddy watoto ni watoto wa mama kama vile tu mama alivyosema. Abana na mama. Watoto yani mume yuko kule. Ndio maana tunawafundisha wamama na nyie muwe na shughuli za kufanya. Niyo maana tawabye mama mugira ibyo gukora. Mume zisikunyanyase. Kugira ngo amafaranga y'umugabo ntagire icyo gutwara. Yani naye afanye juu chini awe na tubiashara twake na tushughuli twake. Umumama agira imyitwarariko yiwagira utwakora. Lakini si Bujumbura mume anaenda kama kawaida. Ibujumbura umugabo aragenda kazi. Mume anaenda kama kawaida. Kama kawaida Bujumbura. Ibujumbura jayo neza. Na wanazana watoto. Bakavyarana. Wameshaza wawili. Wameshaza wawili. Na hapo wakapiga. Mwambie rafiki yako atafute hela, ajitahidi, afanye biashara, lakini pale kwa mume wake asiondoke. Nave murugo rugo. Kwa sababu wanamlemaza huyu mama, mwisho watoto wake watakufa ni mabachera. Bara mugajo mugabo munyuma mugabana biwe bazo. Kimbia huyo mama. Maana yani hapa hatuna majibu mengine. Labda ulikuwa unasubiria kwamba wamuue yule mama. Yani ni hapo ni kwamba tu asiondoke. Naruvemo. Aendelee kukomaa pale nyumbani. Abandanye gukurira honye. Aendelee kutafuta maisha ili walee watoto. Abandanye kurondera ubuzima rera abantu. Swali lingine dadi ulisema ya kuwa wavuze ko kuhusu mama amesema juu ya mtoto wa mama. Yavuze kubyereke umwana wa nyina. Mtoto wa mama uvumilie unakuta wihanganira umwana wa nyina. Yeye njoni tu tukilala hapa haina shida. Uvumilie mpaka lini mtu anaweza kuvumilia dadi? Umuntu yo kwihangana pesa jazi mpaka kifo kitakapowatenga. Mpaka kifo mbingu tutaingia afu nikifa na roho yangu sinzo. Wewe samehe. Wewe achilia. Wewe kaa sawa na Mungu wako. Wewe chale neza ni maana utafika tu, ila utafika ukiwa umechoka. Miji uzoshika naho shikurushe. Roho yenyewe inachoka. Ndio maana neno uvumilivu ni kwenye uchovu. Hata msamaha mwenyewe uko unasamesa, unaamka asubuhi unamkuta yuko pale mama anasimama kama nyoka. Utafanyaje baba? Ndio mgitondo kavyukusanga ari hajanye. Ndio neno uvumilivu. Nicho gisobanura kwihangana. Ndio mvumilivu hula mbivu. Kwihangana yagibinoze. Koma huo ndio msalaba. Iwe niwo msalaba. Msalaba sio mbao, msalaba ni mateso unayotesa kwa ajili ya Kristo. Msalaba si mbao, msalaba ni mitwaro. Vumilia mama, usikate tamaa. Paka kifo kitakapowatenga. Ushukuru furu watandukana. Ndio maana yule mama mwenzenu alisema muombe mchungaji aende nipumzike. Yo mama avuze ngo bwira umungera agende. Haya, tunaomba mmalize haraka. Turasaba musize views. Umekuja tena wewe? Bwana asifiwe. Umekuja wewe mwenye maswali magumu wewe? Hebu mpe huyo mwenye maswali magumu tumalize. Hapa kuna maswali mawili ambayo bibiri. Pana mama ambaye ana rafiki yake. Haru mama afise mugenzi wiwe. Huyo rafiki yake iko na miaka 17 na mume wake. Huyo mugenzi wiwe afise miaka 10 ya nyumba. Umugore huyo murugo. Katika hiyo miaka 17, huyo miaka 10 rafiki yake iko na habara wa nje. Afise muhabara hanze. Na huyo habara wa nje, huyo muhabara wa hanze anamshika vizuri kushinda mume wake mwenye yuko ndani. Amufashe neza kurutu afite anamutendea kila kitu kizuri chene bwana yake
wa ndani anashindwa kumfanyia. Amukorera icyiza cyose kiruti cyo akorera uwo mugabo we. Sasa ameshauriwa na marafiki zake, baramuhanuye bagenzi biwe, anasema ni vigumu kusema ni muache huyu mtu. Akavuga ngo biragoye ko ndamureka uyu muntu. Afanye nini? Hilo la mwisho ni vigumu kusema atamwacha. Si huyo anayesema ni mke wake. Mke wa mtu ndio anasema hawezi kuacha ule habara wa nje. Hawezi kumwacha mume wa mtu. Hawezi kuacha ule habara ule wa nje, ule mwanaume. Iko na mwanaume mwingine nje. Mwenye anamtimiza. Yaani mama ana hawara mwingine. Ndio. Na mume wake anajua. Bwanake inawezekana ajui. Gisi waliandika inawezekana ajui. Juu ana miaka 17 na watoto watatu. Tumuombe huyo bwana asijue kabisa. Maana akijua sasa. Anasema mumshauri afanye nini? Sasa ni ngumu kushauri kwa sababu bwana yake hajui. Na huyu wamemshauri aache, amekataa. Sasa sisi hatuna msaada kwa sababu tukisema tukamjulisha yule bwana moto tawaka. Tuendelee tukuwaombea wasijue wale watoto mpaka mwisho. Barera bana gushika kwihereza. Mwingine naye kauliza swali. Undi arabaza kibazo. Eti iko na mume wake. Afisa mugabo. Mume wake ni mtumishi. Mugabo n'umukozi. Lakini wakati wako kwenye mafungo, ariko igihe bisonzesheje, mume wake anataka aingie Bujumbura. Umugabo akashaka kwinjira mu gisagara cha Bujumbura. Inaruhusiwa kuingia Bujumbura mke yuko kwenye mafungo wala na mume yuko kwenye mafungo? Biremewe swali limoja. Kwinjira Bujumbura uri masengesho. Lingine akauliza. Kindi ndabaza. Je, inaruhusiwa kumuingilia mwanamke wakati yuko katika siku zake? Mbega biremewe kuji Bujumbura umugore ari mu bihe vyiwe? Kuna watu wana njaa. Yaani anashindwa kuvumilia hizo wiki chache mke wake akae sawa. Ananiwe kwihanganira iyo misi mike umugore we atameze. Ndio watu wanapata magonjwa ambayo hata hajastahili kabisa. Labda tujibu lile swali la kwanza, naomba mujibu. Ichambere kwamba mkiwa mmefunga mnaingia Bujumbura au hamuingii? Iyo mwisonjesheje muinjiri Bujumbura. Hamuingii? Inategemea. Inaruhusiwa pastor. Ile ni tendo takatifu. Inaruhusiwa. Kwa hiyo kama yule mwenzio hana uwezo wa kuvumilia, nimba toshobora kuvyihanganira. Wameshajibu wao huko, mimi si wameshajibu kwamba bayishuye kwamba hilo ni tendo takatifu, haliharibu mfungo. Kile sio chakula. Sinja. Lakini wazoefu wanasema kama mna uwezo wa kuvumilia, ababinyere bavuga ko mnaweza kuvumilia mkamaliza mfungo ndo muendelee. Lakini ukiona mwenzio hawezi, basi kwa sababu hana kwa kwenda, wewe ndio kimbilio lake. Ni wewe bwirukire. Mwenye maswali magumu karibu. Angalau leo ulete rahisi kidogo. Sio swali ngumu. Shalom shalom. Shalom. Nina maswali mawili. Fisi bibazo bibiri. Swali la kwanza ninauliza. Ndabaza. Kwa sababu wametusomea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 18. Watusomea itanguriro cye 2:18. Ninahitaji kusemea kwa sababu ya kuhusu msaidizi. Nashaka kuvuga kuvyerekeye umufasha. Ninauliza mwanzilishi na msaidizi nani anakuwa na nguvu zaidi ya mwingine? Utanguza n'ufasha. Ukiona mtu anahitaji msaada, maana yake anatafuta wenye nguvu zaidi. Yani wanawake ndio maana ndio maana unakuta wanawake wanafanya mambo makubwa kuliko sisi. Usanga abagore bakora ibikomeye. Wana uwezo wa kubeba mimba ambayo hatuwezi. Barashoboye gutwara. Wana uwezo wa kunyonyesha sisi hatuwezi. Barashoboye kuruka. Anaweza kulima na mtoto mgongoni. Ashoboye kulima n'umwana mu mugongo. Na akitoka shamba na beba kuni na jembe lako na koti. Kulima akikorera. Alafu wewe unaenda utafikiri pepo limetoroka kuzimu. Wewe na ukagenda. Wamama wana uwezo mkubwa. Aba mama bafite ubushobozi bukomeye. Sema sisi tunachoshukuru. Twecho twoshima. Wao wanajiona ni watu wa chini sana. Bo bibona yuko ari abantu. Kwa hiyo tunawaombea waendelee kujiona watu wa chini ili tuendelee kufaulu. Turabasabira ngo babandanye kwibona ari abo hasi. Lakini wamama wana uwezo mkubwa sana. Ariko wamama bafite ubushobozi bukomeye. Ndio maana hata kitaalamu wanasema mwanamke ana uwezo wa kufanya mambo 5 kwa wakati mmoja. Nayo mambo abanyabwenge bavuga. Lakini sisi ni jambo moja kwa wakati mmoja. Umumama ashoboye ukiangalia TV usisemeshwe. Kama unakula usisumbuliwe. Lakini mama anaweza kawa na kaanga mboga, mtoto anaongea na simu, yani anaweza kufanya mambo yote. Wana uwezo mkubwa sana. Bafite ubushobozi bukomeye. Swali la pili. Cha kabiri.
Asante, umepata mtetezi. Swali la pili ni hili. Nina mtu ambapo nina familia. Sumununzi wamekuwa huku Bujumbura, wamekuwa na maisha mabovu. Bari Bujumbura bafite ubuzima buciriritse. Lakini Mungu akawasaidia wakaenda Amerika. Imana irabafasha baja muri Amerika. Walipofika kule wakafanyikiwa, maisha yakawa mazuri. Bageze hariya bararoraniga ubuzima buba bwiza. Walipopata hela wakanunua mashamba huku. Baronsa amafaranga bagura amatongino, bagura ibibanza. Barubaka. Yani walikuwa na maproje ya kuweza kusaidia wengine wao. Bari bafise imigambo yo gufasha abandi. Baada ya hapo walipokorofishana mume na mke kule. Nyuma yaho bamaze gushwana umugore n'umugabo. Hakuna divorce. Nta divorce. Hakuna nini? Haki. Mke akatoka directement Ulaya mpaka ku Bujumbura akauzisha mashamba zote. Umugore avibura yarazino agurisha matongo yose. Na parcelle ya mwisho ilikuwa libaki, kwa sasa anahitaji kuiuzisha. Parcelle ya nyuma yari isiga yakeneye kuigurisha. Alikataza katia na wavoka ili asiweze kuuzisha, lakini umugabo yavyanse ashiraho na wavoka. Kuwezekana. Avuga ngo nibishoboka. Iko na watoto wako nje. Afite abana bari Bulaya. Mtu wa hivyo naweza kumshauria umuntu nk'uyo umuhanura. Ndio maana tunawashauri wanaume. Cyo gituma duhanura abagabo na wanawake n'abagore. Mnaponunua mali, iyo mugura ubutunzi, ziandikisheni kwa majina yote mawili. Emeza ku mazina yose ili mmoja napoasi umwagararije anapotaka kuchukua zile mali, ashaka gutwara ubwo lile jina la pili liwe linalinda. Iryo zina rya kabiri kama watauza wauze wagawane. Bagurisha bagurishe mu. Sijajua sheria za Burundi zimekaeje. Sindamenya ingera amategeko y'u Burundi. Hiyo fasi hapo. Aha. Jina zinaandikwa ni jina za mwanaume peke yake. Alafu mama bado alikuja kuziuza. Amekuja sababu ni mke wa fulani. Sasa huyo anayenunua ananunuaje bila sahihi ya mwenye shamba? Yaguze gute atasinye y'umugabo? Vimeuzishwa na vyote vimeuzishwa na ushahidi ni nao. Sasa mtu kama saa vile huo unaweza kumshauri nini? Ushauri hapo ni kwamba mimi kwa upande wangu sioni mashamba yameuzwa. Mume atoke Marekani aje kuchukua mashamba yake. Kwa sababu huyu ataulizwa ulinunua kwa nani? Mimi ndio mwenye mashamba, title deed kwa jina langu. Kuna sahihi. Kwa hiyo ushauri muite arudi aje achukue mashamba yake. Muhanura zogaruke atora matongo yiwe. Ayo ni mandio munasema ni mambo yameshafanyika. Sasa kama pako mtu wa serikali kutusaidia inaweza kuwa vizuri. Basi kama yamefanyika. Ingine swali lenye liko linaunganishwa na emo. Irindi lifatikanije nijo. Tuna watoto 4. Dufite abana 4. Tumezalika tumbu moja. Twavutse mu ndimwe. Tuna shamba moja mzazi ametuachia. Dufite itongo rimwe umuvyeyi yadusigiye. Inaandikwa kwa jina moja. Yanditse ku izina rimwe ya mzazi peke yake. Y'umuvyeyi umwe. Wakati mzazi amefariki tumeachiwa urisi. Igihe umuvyeyi yapfa twasigiye umurage. Umoja kati yetu. Umwe muri twe amependa kuuza ile shamba. Yashatse kurigura. Wengine wakakata. Bandi bara. Kwa sababu yeye ni mtawala na ana uwezo kwenye nchi. Kuko we aganje muri iki gihugu na kaliuza. Aralitwara arigurisha. Sisi wadogo tutafanyaje? Tafuteni mali zenu tu kwa usalama wa maisha yenu. Kwa sababu mtu katili kama yule ambaye ameuza shamba angeweza hata kuwaondoa maisha. Huyo yagurishije itongo humbato. Shukuruni ameuza shamba tu, amewacha hai. Ni mushime ko yarigurishije akabasiga muri basi. Hata wacha atawabariki na nyie mtakuwa na mashamba yenu. Imani zobahezagiza ivya. Karibu. Okay, mimi nitakuuliza. Je, nashaka kubaza hivi mmebaki wangapi? Wana semina tuwaruhusu wangapi? Wote watatu. Mtavumilia? Haya, hao wawe wa mwisho. Mwe mnauliza shortcut. Tunaenda? Uliza shortcut swali tu. Okay. Mimi kuna muda wenye ulisema kuhusu wanawake. Harige wavuze kuvyerekea abagore. Wanahusika sana na kuingia na makazi za kanisa tuseme. Bitwararika ivy'ibikorwa by'urushengero. Na mara nyingi ndio wanaonekana katika kanisani. Kenshi nibo baboneka mu rushengero. Yaani si wanaume hataonekana katika kanisa. Twebwe abagabo nituboneka. Lakini nakumbuka kuwa hata wakati wa Yesu, ndibuka n'igihe cya Yesu. Njoo walikuwa wa kwanza. Igihe cy'urupfu rwa Yesu nibo baba ba mbere. Na wakati wa ufufuko wa Yesu, igihe cy'ukuzuka kwiwe nibo baraba mbere. Gushika ku gituro. Na tusababu kuwa njoo ameleta dhambi. Aribo bazacha. Na paka hii leo
wangali wanatuletea ndani zambi. Kugeza n'uyu munsi baracatuzanira icyaha. Sasa pia na si wanaume natwe abagabo tuna shida na sisi ya kutumikia Mungu. Dufite ikibazo cyo gukorera Imana kanisani. Kubera kuboneka mu shengero. Ila kutokeana ariko gusenga. Uliza swali sasa, hiyo ni maelezo. Uliza swali. Ila kutokeana na matatizo yetu bivanye n'ibibazo byacu y'ubuzima. Kwa kuonekana kanisani kuboneka mu rushengero biratunanira. Sasa mchungaji tufanye na sisi wetu tuweze kuonekana kanisani juu na si katika upande wa wanaume tuna shida sasa kutumikia Mungu. Tugire gute ngo dutangure gukorera Imana. Nimesema tuanzishe msako wa kuwasaka wanaume wenzetu. Ico gituma navuze dutangure. Tufanye uinjilisti wa nyumba kwa nyumba kuwakamata wanaume wenzetu waje kanisani. Dutangure guhiga Mungu ingo kuzindi turondera abagabo baze mu. Alafu ile niweke sawa kauli kwamba wanawake ndio walileta dhambi. Hayo ni mawazo ya wanaume kujitetea. Uvyereke ngo abagore nibo bazanye icyaha. Kwani Adamu angeenda na Eva kuchuma matunda si angemsaidia? Iyo bajana na Eva uvivu wa kumwacha mke afanye kila kitu ndio kaleta matatizo hayo. Ubunebwe bwo kureka ngo umugore akora ikintu cyose niko kwazikwegera. Kwa hiyo na sisi tulichangia kwa kumwacha mke peke yake. Natwe twaraterereye mukure ku mugore yijane. Msaidizi manake si tungekuwa tunachuma, msaidizi anapokea. Yaba twe twamura kumfasha kakira. Ndio maana hata Mungu akusema Eva, kwa nini umefanya dhambi? Nico gituma Imana itavuze ngo kuki wakoze cyaha. Adamu umekula wewe. Adamu wariye. Kwa hayo tuache ni nani, lakini wanaume tuhakikishe tunapanga mipango abagabo twemeze duteguye imigambi ya kuhakikisha kwamba wanaume wanakuepo kanisani. Yo kwemeza yuko abagabo tuanzishe umoja wa wanaume kuwatafuta wanaume wenzetu. Dutanguze ubumwe bw'abagabo kurondeza abagabo benzi bacu. Kweli serious wanaume wanaisha kanisani. Byukuri abagabo baheze mu rushengero. Wanajaa wanaisha kanisani. Buzuye mu bubare batari mu rushengero. Amen. Uliza shortcut swali. Shalom shalom. Shalom. Swali yangu ni hii. Kiwazo chanje ni kuhusu ndugu yangu, ile siku tulipatiaga siku za kuongea, muda ukawa mfupi ukaenda tukaenda na ile swali. Nenda shortcut. Sasa swali ni hii. Kiwazo ni hiki. Ule mama ni ndugu yangu. Uja mama ni swali nataka kuuliza ni hili. Kiwazo cha kubaza. Aliambatana na mume wake wangali watoto wadogo kwa masomo. Kwanza alimuiba, alimtoa kwa masomo. Akampeleka akaishi naye, wakaishi maisha ya njala hivyo hivyo. Kisha siku ndogo washazaa watoto watatu. Mungu akambariki mume, akaenda Ulaya. Kufika huko mwanaume anabaki huko. Siku kidogo anaona rasio ya watoto inakuwa inapatiliwa dada yake, inakuwa inapatiliwa shangazi yake ya bwana na wadada zake wa bwana. Njoo analeta rasio, wanampatia ule bibi, hii ya nyumba, hii ya masomo ya watoto, hii rasio. Mke akimwambia mume wake, mbona unakuna pana rasio fasi nyingine? Anamwambia hivi, wewe sitaki hakuna sema, hata kusema kuna andika message. Basi kwa mafupi mume alikuja msiku zinaishi, lakini hakufikia kwake, alifikia maison de passage na ile nyumba anatikaga na ilipa, anapatia rasio kila kitu. Lakini alikuwa na neno mfamilia, anasema hivi, mimi mwanamke simpendi tena, munipe watoto wangu watatu ni wabebe, aseme franga zenye nataka mimi nimpatie. Mwanamke naye anasema hivi, mie sina baba sina mama, familia yangu ni watoto. Kama unataka kubeba watoto unipeleke twende si wote nikachunge watoto. Kama utaki tutabakia hivi hivi na umaskini. Familia nayo inamulemea. Pana watoto ni wa baba, pana watoto ni wa baba, pana watoto ni wa baba. Sasa anakosa cha kufanya na cha kuacha. Anakosa jibu, anashinda na alia, analala na alia. Sasa hapo mchungaji, na njoo ile siku nataka kuulize, acha nisikie neno la mtumishi wa Mungu. Yani kifupi issue yako ulinisimulia kidogo. Kifupi ni kwamba mume amemwacha mke. Muri maki mugabo yaretse umugore baratandukana. Ndio maana yeye anataka watoto tu. Niyo mambo ishaki kwa lugha nyingine ambayo kama wanaume tunafikiria huenda huko Marekani kapata mtu usanga yararonse ila hataki tukuweka wazi, akabata bivuka. Ndio maana anataka aende na watoto akawafundisha huko, akafanya kila kitu, lakini kwa ufupi ni kwamba amemwacha. Yaramutai. Labda tu atafute utaratibu wa namna gani ili na yeye awe huru. Aronde ruko nawe yo kwidege. Anajulikana ni mke wa yule wakati yule ameshamwacha. Yaramuretse. Apange tu mipango, si mchungaji yupo. Muone mchungaji wake amsaidie utaratibu wa namna gani wafanye kwenye tatizo hilo. Kwa sababu yeye anamsubiri mtu ambaye tayari yawezekana na mke tayari. Kukewe arachategereje umuntu yagiye kera. Kifupi ni kwamba dada yako au sijui nani yako ameachwa.
muri make yule mume hamtaki tena. Huyo mugabo nakimushaka. Na hii semina haiwezi kumuita mume na kumshauri amrudie. Ndiyo semina ilishora kumuhamagara ngo anaona kama lishaachwa kabisa, lishaachwa. Lakini Yesu alilake iko nalo. Juu familia yote inamshimamia, sichukue hizo franga upane batoto, sichukue hizo franga upane batoto. Yena anasema mimi baba batoto na mimi ndio nguvu yangu, ndio familia yangu. Siwezi mpatia batoto. Sasa mtoto anakosa cha kukamata na cha kuacha. Haya, mnapiga kelele huko, mna majibu? Majibu yenu mnasemaje? Apeane watoto kwa baba yake ili yeye abaki huru. Mmewahi kuzaa watoto au hamjawahi? Mnajua uchungu wa watoto nyie? Haya basi tufanye hivi. Tuendelee kumwombea huyo mama apate hekima ya maamuzi atakayoyachukua yatakayoleta amani kwake. Sisi tunaweza kusema peane watoto maana hatuna uchungu nao. Lakini yeye mwenye uchungu nao aone hekima ya kufanya. Imani muhugenge amenye kwa kora. Itampa amani yeye. Sisi ni watu wa nje. Yes. Hata tukisema peana hatuna uchungu nao. Yeye ndio walikaa miezi 9 ndani yake. Lakini yule baba anawatunza watoto wake. Anabatumia rasio hivyo kwa dada yake, anabasomesha, anabapangia nyumba. Yule baba lakini hataki kusikia sauti ya mke wake. Anamwambia wewe andika tu message. Kama anawatunza watoto na yeye atakuwa anapatia umo. Yeye sasa hataki tena, nataka babebe. Baba nataka bebe watoto wake, kisha na yeye mlipe franga kama mwambie benye nataka mlipe. Kwa hiyo anataka kumfanya mke kama mashine iliyomtotolea watoto. Mimi ndio benye sasa naona ili amlipe. Haya, nafikiri kuna ushauri wangu ili tulimalize ili tuhamie jimbo lingine. Kuna vyama vile ambavyo vinafanya suruhu. Hari ibintu bizani nyishu kwa ajili ya familia. Murungo. Sisi kwetu tunaita dawati la kijinsia. Twete tuita ambalo linaweza kumshauri njia za kufanya za kisheria kuhusu watoto wake. Bashobora kubishira mu mategeko. Wakimshauri wale itakuwa sawa. Abo baba hanuye byogenda neza. Sawa. Amen. Mpe huyo hapo. Wamama mnakazana apeane. Watoto wanauma. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Na mimi nilikuwa nataka kutoa swali la mama. Tusikilize hilo limepita jamani. Nanje nashaka kubaza kibazo cy'umumama umwe. Nitaka kutoa swali la mama umoja. Nashaka gutanga ikibazo cy'umumama umwe. Mnasingizia wengine tu. Kwa sababu mwalimu. Haya. Kwa sababu mimi nilikuwa ndani ya komite ya mama hapa ndani ya kanisa hili. Sawa. Eleza swali. Sasa yule mama kanifikia. Huyo mama razako. Akanambia hivi. Arambira ngo. Alioana na mume wake. Yarongowe n'umugabo wiwe. Mume wake alikuwa ni mpagani. Umugabo we yari umpagani. Lakini mume akakuweko na wengine mwanamke. Ariko uyo mugabo yarafise undi mugore. Ule mama alikuwa ni wa kwanza. Uyo mama yari wa mbere. Uyo mwanamke mwingine ni wa pili. Uyo wundi ni wa kabiri. Wote wawili wako na watoto. Bose babiri bafise abana. Wakati mume aliokoka, igihe umugabo yakizwa, wakamwambia mume achane na ule bimdogo. Arekana n'ujya muto. Akaachana naye. Arekana nawe. Yule mwanamke akaenda kajipangia nyumba yake. Uyo mugore aragenda yipangira inzu yiwe. Akaishi hivyo. Aibamo. Kisha yule mama, hama wa mama, wengine wakabaki wako namwambia, abandi babandanya bamubwira, hata kama mume wako waliachanaga, naho batandukanye n'umugabo wiwe, sisi tunamuonaga naendaga eko, twebwe turamubona ajayo. Yanawaambia hivi, nawe akababwira ngo anaendaga ni kuona watoto, abagiye kuraba abana, lakini halalagi eko, ariko ntararayo. Sawa. Wakabaki muda mrefu hivyo, bamara igihe miaka mingi hivyo hivyo. Imyaka myinshi uko. Kisha sasa hama rero ikafika kipindi yule mama agerigiye wa mama akitaka kwamba wafanye tendo la ndoa na mume wake. Yashaka ko bahuza imibonano mpuzabitsina. Mwanaume anamwambia hana nguvu. Umugabo akamubwira ngo nankomezi nifiti. Anamwambia mimi nachoka. Akamubwira ngo ndarushe. Akamwambia sasa nijua nini? Ati kubera ikise? Ase tu mimi nachoka. Ngo je ndarushe. Anaweza kufanya hata miezi miwili. Katisha story. Swali lako ni nini? Anaweza kufanya miezi miwili. Ashobora kumara n'amezi abiri. Hawaonani naye. Batabonana. Ilifika kipindi yule bi mdogo alisafiri. Ihageze igihe wa mugore muto afata urugendo. Marayo akaona wanakuwa sawa mnyumba bibi na bwana. Abona yuko mu rugo bibaye neza. Katisha story. Si tumesha kuelewa unakoenda.
Akauliza mume hivi. Abazango. Kwa nini hizi siku tuko sawa? Ko muri imisi bimeze neza ni gute? Mume akamwambia hivi. Na aramugira ngo kwa sababu fulani amesafiri. Kubera runaka yafashe urugendo. Sasa yule mama akasema huyu baba kweli ameokoka wala arakijijwe na kijijwe. Kumbe vile wanasemaga naendaga tena nyuma kwa ule mama. Hivyo bavuga kwa jayo. Nivyo. Manake yule mama kafika na baki na huzuni kwenye moyo wake. Mama gumana gahinda mu mutima. Mpaka leo. Gushika uyu munsi. Nilishindwa hata jibu la kumpa. Nabuzi inyisho nilimwambia uende uzungumuze na mchungaji. Namugegenda uvugane n'umwungeri. Akanambia anasikia aibu kubieleza. Arambwira ngo agize isoni zo kubibwira umwungeri. Nikamwambia basi acha tutazidi kuomba Mungu. Ndamubwira reka dukomeze gusenga. Nikampa mashauri nikubikabizi Mungu. Ndamuhanura ntitubihiza. Sasa yule mbanda yake tena amerudi kutoka safari. Uri amumbanda wiwe yagarutse. Hivi tena yuko anajiwaza kama. Urera ariko aribazako. Huyu baba anapaswa kuwa tena ameanza ile nguvu. Uyu mupapa yasubiri akiyu. Sasa yule mama tumshaurie aje. Lero tumuhanure duti. Wewe ulishamaliza ushauri. Tunakushukuru kwa ushauri mzuri. Turagushimiye ku impanuro nziza. Aende akamuone mchungaji. Agenda abone umwongere. Waongee lakini kifupi yule baba usiseme ameokoka. Bavuga muri make nta kijijwe. Sema anahudhuriaga kanisani. Nubuge ngo arakora no mu rushengero. Kwa sababu mtu aliokoka hawezi kufanya ujinga kama huo. Muna kijiji niyo kora ibintu. Kamshauri tu mchungaji aende akutane nao wayaweke sawa. Yule hana mapungufu ya nguvu za kiume zinaishia kule. Ingomezi z'ubugabo zahere hariya. Na si alimwambia tayari kwamba yule amesafiri ndio maana leo uko sawa. Kandi ni amuge ati arafashe urugendo. Hilo nalo la kujadili kweli. Hilo limejieleza lenyewe. Asante. Tumemaliza.